Dogo, ili kukichelewesha kifo chako, ni bora ukae kimya, maana unapozidi kuropoka, unanifanya nipandwe na hasira maradufu. Haiwezekani sisi tutafute hazina zaidi ya miaka 20, alafu kizembe tu leo nyie mnakuja kumiliki hizo hazina bila kueleweka mmezipataje. Kwanza hilo begi weka mezani. Yule boss ambaye alikuwa anaitwa Mr. Charles aliongea kwa vitisho. Baada ya hapo, aliwaita walinzi wake nje. Walipoingia, aliwaamrisha wachukue dhahabu kutoka kwa vijana hao. Kambona na Lisia walinyang'anywa lile begi ambalo lilikuwa na dhahabu. Baada ya hapo, bosi alilichukua. Kwa kuwa walipofika, walikuwa wamemwonyesha sample ya dhahabu, kwa hiyo alikuwa hana wasiwasi kabisa. Alijua zote mule kwenye begi ni dhahabu. Basi, kwa kuwa wewe umechagua kutudhurumu, acha sisi tuondoke. Kambona akiwa ananyanyuka aliongea, ila alipigwa bonge la kofi na njemba moja ambayo ilikuwa imeingia mule ndani. Baada ya hapo aliambiwa akae chini. Basi ilibidi Kambona na Lisia wawe wapole huku wakiwa hawajui hatima yao. Ila yule bosi alichokuwa anasisitiza ni kwamba lazima waoneshe hazina ziko wapi kama wanataka kuwa hai. Baada ya kuona Kambona na Lisia wanaleta ubishi, walienda kufungiwa kwenye chumba kimoja ambacho kilikuwa kimetengwa maalum kwa ajili ya mateso, na ilikuwa ni humo humo ndani ya mjengo. Lisia, unaogopa? Wakiwa wanafungwa mule ndani, Kambona alimuuliza Lisia. Basi binti alitikisa kichwa kuonesha kwamba anaogopa, na alikuwa anatetemeka kweli. Kambona aliamua sasa kutumia ile kimbora yake ya uchawi. Yaani wale walinzi ambao walikuwa wametumwa kuwafunga akina Kambona pale, badala ya kuwafunga, walijikuta wanaanza kuwasaidia. Lisia alikuwa anashangaa tu hayo maajabu, ila Kambona yeye alikuwa anajua kitu alichokifanya. Kambona na Lisia walitoka kwenye chumba kile kwa kusaidiwa na wale walinzi. Basi baada ya kufika nje kabisa, Kambona alimwambia Lisia amkute nje, yeye anarudi kuchukua dhahabu zao. Kambona haieleweki alitumia njia gani, ila hazikupita dakika hata 5, alirudi akiwa na lile begi na dhahabu. Muda huo walinzi wote walikuwa wamepumbazwa, yaani walikuwa hawaelewi kinachoendelea. Basi bosi mkubwa alitoka ofisini kwake na kufunga ofisi, lengo lake likiwa ni kwenda kumpatia mateso Kambona na Lisia mpaka waseme hazina ziko wapi. Wale walinzi akili iliwarudi baada ya kuwa wameulizwa na boss kwamba mtu wao yuko wapi. Yaani walinzi walikuwa wanakumbuka kila kitu kwamba wao ndo wamemwachia aondoke, ila walikuwa hawaelewi kwa nini wamefanya huo uzembe. Basi Kambona na Lisia walianza kutafutwa. Muda huo bosi alikuwa kachafukwa mno. Baada ya kurudi ofisini, bosi alizidi kuchafukwa zaidi baada ya kagundua hata lile begi ambalo aliweka kwenye kabati baada ya kuwapokonya akina Kambona nalo halipo. Mpaka hapo Mr. Charles aliamini miongoni mwa vijana wake basi kuna wasaliti, yaani alikuwa haamini kama Kambona ndo kaja kuchukua begi lake. Mr. Charles kwanza ilibidi aite vijana wake wote na kuwakusanya sehemu moja. Kwa kuwa naye alikuwa na viuchawi vidogo vidogo, alikuwa anajiamini kwamba anaweza mjua msaliti kwa uwezo wake. Bosi ule alichunguza kadri anavyoweza, ila hakuona msaliti kati ya wale vijana wake. Muda huo akina Kambona walikuwa wapo kwenye gari ya kukodi wanaelekea sehemu nyingine kuuza zile dhahabu zao, na awamu hii waliamua kwenda kwa mhindi mmoja ambaye naye alikuwa mnunuzi. Mhindi yule hakuwa mbabaishaji wa pesa wala janja janja. Baada ya kina Kambona kupeleka zile dhahabu, aliwapatia pesa inayotakiwa kwa kupitia akaunti zao, ila naye shauku yake kubwa ilikuwa ni kutaka kujua wale madogo wamezitoa wapi zile dhahabu. Akina Kambona baada ya kuona yule mhindi hana longolongo, waliamua kwenda kuchukua na zile dhahabu zingine walizoacha hotelini, nazo walikuja kumuuzia. Awamu hii mhindi yule ilibidi naye atume wapelelezi kwa ajili ya kuja kumpeleleza Kambona na Lisia. Upande wa pili, Mr. Charles alikuwa anawatafuta kina Kambona kana kwamba zile dhahabu wamemuibia ni za kwake. Mr. Charles aliuliza wanunuzi wote pale mjini kama wale madogo hawajapeleka mzigo, ila hakuna aliyekubali. Hata yule mhindi naye aligoma kwa sababu alikuwa naye na lengo lake la kutaka kujua sehemu akina Kambona wanazitoa zile dhahabu. Maisha yalizidi kusogea na akina Kambona kwa sababu waligundua wanasakamwa kila sehemu anayoenda. Kitu walichokuwa wanakifanya ilikuwa ni kuhama hoteli, yaani walikuwa hawakai sehemu moja. Mwishowe akina Kambona walipata dalali ambaye alikuwa anahusika kuuza na kununua nyumba. Basi akina Kambona waliamua kununua bonge la mjengo, na mjengo huo ni zaidi ya miezi 6 walikuwa wanatafuta wateja na walikosa mtu wa kununua kutokana na gharama zake.
Akina Kambona baada ya kuona yule Mhindi hana longolongo, waliamua kwenda kuchukua na zile dhahabu zingine walizoacha hotelini, nazo walikuja kumuuzia. Awamu hii, Mhindi yule ilibidi naye atume wapelelezi kwa ajili ya kuja kumpeleleza Kambona na Lisia. Upande wa pili, Mr. Charles alikuwa anawatafuta kina Kambona kana kwamba zile dhahabu wamemuibia ni za kwake. Mr. Charles aliuliza wanunuzi wote pale mjini kama wale madogo hawajapeleka mzigo, ila hakuna aliyekubali. Hata yule Mhindi naye aligoma kwa sababu alikuwa naye na lengo lake la kutaka kujua sehemu akina Kambona wanazitoa zile dhahabu. Maisha yalizidi kusogea na akina Kambona, kwa sababu waligundua wanasakamwa kila sehemu wanayoenda. Kitu walichokuwa wanakifanya ilikuwa ni kuhama hoteli, yaani walikuwa hawakai sehemu moja. Mwishowe akina Kambona walipata dalali ambaye alikuwa anahusika kuuza na kununua nyumba. Basi akina Kambona waliamua kununua bonge la mjengo, na mjengo huo ni zaidi ya miezi 6 walikuwa wanatafuta wateja na walikosa mtu wa kununua kutokana na gharama zake. Akina Kambona walifanikiwa kununua mjengo ambao ulikuwa kama ikulu hivi, yaani ilikuwa hakika bonge la nyumba. Siku zote pesa inaleta vishawishi na tamaa. Kambona alijikuta anaingia kwenye mahusiano na mwanamke mwingine, yaani alikutana na mtoto mbichi ambaye alikuwa mzuri hajawahi ona. Kambona na Lisia waliingia kwenye mgogoro wa hapa na pale kutokana na Kambona kupata mchumba mwingine, ila mwishowe Lisia alikuja kukubaliana na Kambona kwamba aoe mwanamke mwingine, ila kabla hajamuoa huyo mwingine ni lazima amuoe yeye kwanza ili awe mke mkubwa. Kutokana na Kambona kumpenda yule mchumba wake mpya aliyejulikana kwa jina la Justa, alijikuta anaharakisha kumwoa Lisia ili aweze kumwoa na huyo Justa. Kambona mahaba yote yalikuwa kwa Justa, na tayari watatu wote walikuwa wanaishi kwenye ule mjengo. Justa alikuwa ni bonge ya mwanamke mzuri kila sekta. Tabia yake ya upole na utulivu ndio kitu kilichompagawisha Kambona, na kingine kilichomfanya Kambona atamani kumwoa na kuishi naye ilikuwa ni stori ya maisha ya Justa, kwa sababu naye alikuwa ni yatima kama alivyo Kambona na Lisia. Baada ya wiki moja kupita, Kambona na Lisia walifunga ndoa bomani, huku ikiwa haina mbwembwe nyingi. Kambona akili yake yote ilikuwa ni kwa binti Justa. Kitu hicho kilikuwa kinamfanya Lisia aone wivu, ila ndiyo hakuwa na namna. Siku zote mtu mwenye pesa hakosi marafiki. Kambona alijikuta kaanza kupata marafiki wapya, na miongoni mwa rafiki zake wengine walikuwa ni wapelelezi waliotumwa na wabaya wake. Yaani kiufupi, Kambona kila anapoenda alikuwa anapelelezwa bila kujijua, ila muda mwingi hata akiwa amelala, kutokana na nguvu zake alikuwa anahisi kuna hatari, ila ndio hivyo, alikuwa hajui ni hatari gani. Kutokana na kwamba Kambona na Lisia walikuwa wametumia pesa nyingi karibia zote kununua ile nyumba, akina Kambona waliona sasa ni muda wa kurudi tena mapangoni kwenda kuchukua dhahabu nyingine. Basi siku hiyo ilikuwa ni jioni, karibia kigiza kikiwa kinaanza. Kambona na Lisia walitafuta gari ya kukodi ili kuwapeleka huko, na kipindi hicho Kambona na Lisia walikuwa wamenunua gari ila hawajui kuliendesha. Dia, kwa nini tusitumie gari letu, mimi niwasindikize hiyo safari yenu? Kambona akiwa anataka kumpigia simu dereva ambaye huaga wanamkodi na gari yake, mara binti mrembo Justa alitoka ndani na kuleta mada mpya. Kambona alishangaa kuona Justa anasema anajua kuendesha gari wakati yeye hajawahi muona, na stori ya maisha yake ilikuwa ni ngumu kiasi kwamba hata gari asingekuwa anajua kuendesha. Justa, wewe umewahi endesha gari wapi? Na mbona hukusema toka mwanzo kama unajua? Kambona aliuliza. Ila binti Justa alijibu majibu ambayo yalifanya Kambona asiendelee kuuliza. Ni kweli, safari ya kuenda huko porini kwa mara nyingine kwa kutumia gari yao, huku dereva akiwa ni Justa, ilianza. Waliamua kutoka usiku ili kuwakwepa wambea, ila hiyo haikusaidia chochote kwa sababu tayari kuna gari nyingine ilikuwa inawafuata nyuma bila wao kujua. Mida ya saa 11 za alfajiri akina Kambona walifika eneo lenyewe, ila kutokana na kigiza walisubiri kwanza mpaka pakuche. Muda huo Justa alikuwa anaonekana kuna watu wanachati nao muda wote. Kambona alikuwa kamuona vyema Justa kwamba kuna watu wanachati nao toka waanze safari, ila alikuwa kachagua kuvunga kwa kuogopa kwamba atamuudhi mpenzi wake. Kulipambazuka mpaka asubuhi na safari ya kuzama huko porini ilianza. Justa alijikuta naye analazimisha kuongozana nao mpaka huko wanakoenda, japokuwa alikuwa kaja kama dereva tu, na muda huo tayari kuna watu walikuwa wanazidi kufuatilia kwa mbali huo msafara unaelekea wapi.
Kulipambazuka mpaka asubuhi na safari ya kuzama huko porini ilianza. Justa alijikuta naye analazimisha kuongozana nao mpaka huko wanakoenda, japo kuwa alikuwa kaja kama dereva tu. Na muda huo tayari kuna watu walikuwa wanazidi kufuatilia kwa mbali huo msafara unaelekea wapi. Justa, ujue sikuelewi. Umekuja kama dereva alafu na wewe unataka uende, alafu tokea tunaanza safari na kuona unaendesha gari huku unachati. Hebu niambie unachati na kina nani? Kambona baada ya kuona binti yule king'ang'anizi naye anataka kwenda, ilibidi amuulize. Justa alidanganya kama kawaida huku akiwa anaamini Kambona ni fara kama walivyo mafara wengine. Kambona aliamua kukaa kimya tu na alimkubalia kwamba waongozane naye. Japo kuwa Lisia alipinga, ila Kambona alimwambia asiwe na wasiwasi, hakuna litakalotokea. Basi walitembea kuzama porini na walienda kuishia kama kawaida pale kwenye shimo. Wakiwa pale, hapo ndipo Kambona alipogundua kwamba kuna kundi la watu linawafuatilia. Japo kuwa Kambona aligundua, ila aliamua kukaa kimya kama hajaona hivi. Kambona alijikuta anataka kuhisi kama Justa ndo kawaita wale watu, ila kutokana na anavyompenda binti huyo, hakuamini kama anaweza fanya hicho kitu. Justa, tunaingia huko ndani kuchukua hazina. Kama unajiamini tunaweza ingia wote. Ila nikwambie tu, kama huna nia nzuri moyoni kuhusu hizo hazina, basi ujue huko ndani hutatoka salama, maana kuna ulinzi wa mizimu. Kambona aliamua kumtahadharisha kabisa binti mrembo Justa. Ila yale maneno ya Kambona yalionekana ni uongo kabisa, na Justa aliamini anatishwa tu ili asiingie kule ndani. Kama kawaida, Kambona na watu wake walizama ndani ya shimo lile kutumia kamba. Justa alijikuta mapigo ya moyo yanaanza kwenda upande upande, baada ya kukuta ndani ya shimo hilo kuna mafuvu na miili ya watu iliyooza ya kutosha. Akina Kambona na Lisia wao waliona kawaida kwa sababu ilikuwa sio mara ya kwanza kuingia. Basi kama ilivyo kawaida, Kambona aligusa sehemu inayotakiwa kugusa. Baada ya hapo mlango ulijitokeza na wote watatu walivuka kwenye ile korido ya giza salama. Mpaka hapo Kambona alianza kuamini kwamba Justa ni mtu mzuri kwa sababu hakuna mabalaa yaliyomtokea. Walizidi kusonga mbele, hatimaye walifika ile sehemu ambayo ilikuwa imejaa masanamu ya kutosha, na masanamu yale yalikuwa yapo pale kwa kazi maalum. Yaani kazi ya masanamu yale ilikuwa ni kama kuchuja hivi. Yaani anaangalia watu wabaya na kudili nao. Wale wanaostahili basi wanaingia. Sasa kwenye chumba ambacho ndio kilikuwa na dhahabu. Wakiwa wamefika pale kwa mara ya kwanza, Lisia waliyashuhudia yale masanamu yanatembea kama watu. Baada ya hapo sanamu moja lilipita na Justa kama mshare na kwenda kumbamiza kwenye ukuta. Yaani pale pale binti Justa alizima. Kutokana na jinsi Kambona alivyokuwa anampenda, alimkimbilia na kumbeba haraka haraka ili aondoke naye. Ila Kambona alichokutana nacho, alijikuta mkojo unamtoka bila kupenda. Yaani alikula bonge la teke la uso kutoka kwa lile sanamu ambalo lilikuwa kama robot hivi. Baada ya hapo Kambona aliachia ule mwili wa Justa. Kambona na Lisia walitoka kwenye kile chumba haraka haraka kuendelea na kilichowaleta. Ila Kambona alikuwa akachukua simu ya Justa na kuondoka nayo. Kambona, umeona kupenda hovyo madhara yake? Justa alikuwa sio mtu mzuri. Lakini Lisia, na wewe si umewahi fanya kosa kwa Obedi? Basi ngoma draw kama ndo hivyo. Kwa hiyo ulikuwa unalipiza sasa? Lisia, hebu achana na hizo story. Tuchukue kilichotuleta tuondoke. Wawili wale baada ya kubishana walichukua dhahabu kidogo na kuondoka, na walitoka kwa mfumo ule ule wa kupitia maporomoko ya maji. Muda huo upande wa pili pale kwenye shimo la kuingilia kule kwenye hazina, makundi kama mawili yalikuwa yamefika. Walikuwa ni watu wa yule Mhindi na pia watu wa Mr. Charles walikuwa wapo pale. Yaani kila watu walikuwa wanaona ni haki yao kumiliki lile shimo. Na muda huo waliokuwa wanasubiriwa walikuwa ni mabosi wakubwa wawili ili mwafaka uje upatikane. Huku upande mwingine Kambona na Lisia ndio walikuwa wanapanda kuelekea barabarani wakiwa na begi lenye mali. Kabla hawajafika barabarani, wakiwa ndio wanasogea, mara waliona kuna gari mbili kama zinashindana hivi. Zinafika pale walipokuwa wameacha gari lao, na tayari palikuwa na gari zingine mbili. Yaani jumla gari 5 zilikuwa zimepaki pale pembezoni mwa barabara. Kwanza Kambona na Lisia ilibidi wajifiche. Muda huo simu ya Justa ambayo Kambona kwa muda huo alikuwa nayo ilikuwa inaingia SMS kila sekunde, huku ikiwa inaita namba 22. Kambona na Lisia wakiwa pale kwenye gari la kwanza, walimuona yule Mhindi waliyemuuzia madini akiwa anashuka na kijana wake. Dakika hiyo hiyo Mr. Charles naye alishuka, na kila mtu alikuwa busy kupigia watu wake ili wamuelekeze njia ya kuingia kule porini. Hawa wapuuzi wanaenda kufa vizuri, we subiri sasa. Kambona akiwa anakenua meno alijisemea, da jamani, yule baba Mhindi mbona mstaarabu sana. Lisia alijikuta anamuonea huruma yule Mhindi.
Bwana we, kwani alimwambia aje huku nani? Si tamaa zake mwenyewe. Kambona alikuwa anaona ni sawa tu. Muda huo simu ile ya Justa ilikuwa inaita mara 2. Kambona aliamua kuipokea ile simu ili kujua ni nani anapiga. Je, vipi, mbona kimya sasa? Si ulisema munaingia kwenye shimo? Hebu nipe ripoti, mmefanikiwa? Kambona akiwa anasikiliza, hayo ni maneno yaliyoyasikia kutoka upande wa pili. Na muda huo Kambona alikuwa anachungulia pale alipo magari. Kitu alichogundua Kambona ni kwamba yule Mhindi ndo mtu aliyekuwa anampigia mara kwa mara Justa. Ina maana Justa alikuwa katumwa na yule mpuuzi. Kambona alijikuta anakata simu huko akiwa haamini. Basi wale mabosi, kutokana na maelezo ya vijana wao, walizama porini huku akiwa kama wanashindana. Simu ya Justa ambayo ilikuwa ipo mikononi mwa Kambona iliita tena, na Kambona aliipokea tena. Alikuwa ni yule Mhindi. Mzee, kwa kukusaidia tu, ushauri wangu, kwenye hilo shimo wewe usiingie, watume vijana wako. Utakuja kunishukuru baadaye, ila ukiingia ndo utakuwa mwisho wa uhai wako. Cha mwisho, Justa amefariki kutokana na kuingia sehemu ambayo hatakiwi kuingia. Kambona alipoipokea ile simu, huo ni ushauri ambao aliutoa kwa yule boss. Baada ya hapo, alikata simu na kuizima kabisa. Baada ya hapo, Kambona na Alicia walienda barabarani. Kutokana na kwamba walikuwa wajui wote kuendesha gari, ilibidi wasimamishe gari ya abiria ambayo ilikuwa inapita pale. Baada ya hapo, walipanda na kurudi mjini. Huku nyuma ulikuwa ni ugomvi mkubwa kati ya vijana wa Mr. Charles na yule Mhindi. Yaani hakuna ambao walikuwa wanataka wenzao waingie kwenye lile shimo. Na imani ya kila mtu ilikuwa ni kwamba ukiingia kule basi ni moja kwa moja unaenda kuchukua mzigo. Na pia bado aliamini akini Kambona bado hapo kule ndani. Dakika zile ugomvi unaendelea, mabosi wawili walifika huku wakiwa wanahema. Boss, shimo ni hili na wale mafara wapo huko ndani, maana tangia muda ule walipoingia bado hawajatoka. Kijana mmoja wa Mr. Charles alitoa maelezo kwa mizuka huku akijiona kafanya kazi ya maana kwelikweli mbele ya boss. Yule Mhindi naye vijana wake walimpatia ripoti ile ile na walimthibitishia kwamba hata yule mtu wao ambaye ndo binti Justa naye yupo kule ndani. Kwa kuwa yule Mhindi alikuwa kapewa ujumbe na Kambona, aliona huenda ni kweli na alijua kabisa akina Kambona hawapo kule ndani, maana ingekuwa kule ndani wala simu isingepokelewa. Ila Mhindi aliamua kuvunga na hakumwambia mtu kama kaongea na Kambona. Okay, naingia na vijana wengine 4, mnaobaki wekeni ulinzi hapa juu. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Mr. Charles kwenda kwa vijana wake. Ila Mr. Charles naye alianza kupatwa na kiwewe baada ya kuona yule Mhindi kapunguza mizuka ghafla. Kwanza, yule Mhindi badala ya yeye kutaka kuingia kule ndani, aliwatuma vijana wake na yeye aliamua kubaki juu. Mr. Charles alikuwa na vihirizi vyake vya machale vinavyomsaidia. Baada ya kuona ile hali, ni kweli hata zile hirizi zake zilimpa taarifa kwamba asiingie kwenye shimo lile, bali atume vijana. Basi vijana 4 wa Mr. Charles waliingia, na yule Mhindi akiwatuma vijana wake 3. Baada ya hapo, wao walitulia pale juu kusubiri matokeo. Kibaya, wale vijana walishuka kwenye lile shimo pasina kutumia kamba. Zilipita dakika kama 3, kilichosikika kutokea kule chini zilikuwa ni kelele tu za watu kuomba msaada. Yaani ilikuwa ni balaa. Mr. Charles alipojaribu kutuma vijana wengine 2 ili wakaone nini kimewapata wenzao kule ndani, hakuna kijana hata mmoja ambaye alikubali kuwa chambo. Yaani wote walimkataa bosi wao, maana zile kelele za wenzao kule chini zilikuwa ni kelele za kumaanisha kwamba kuna hatari. Mr. Charles alipojaribu kutuma vijana wengine 2 ili wakaone nini kimewapata wenzao kule ndani, hakuna kijana hata mmoja ambaye alikubali kuwa chambo. Yaani wote walimkataa bosi wao, maana zile kelele za wenzao kule chini zilikuwa ni kelele za kumaanisha kwamba kuna hatari. Baada ya kuona mambo moto, basi Mr. Charles na vijana wake walianza kuondoka, huku akiwa na imani kwamba huenda hata kina Kambona wamefia kule kule ndani. Yule Mhindi naye alirudi na watu wake wachache waliobakia, ila yeye alikuwa anajua kabisa kwamba Kambona yupo mzima kabisa. Kambona na Alicia wakiwa na mzigo walifika salama salmini kwenye ule mjengo wao. Baada ya hapo, Kambona ile simu ya Justa ambayo alikuwa nayo aliifungua ili yule Mhindi akipiga tena basi waongee dili. Ni kweli, hazikupita hata dakika 2, simu iliita, mpigaji akiwa ameseviwa boss. Matumaini yangu hukuingia kwenye lile shimo, ndiyo maana we mzima mpaka saizi. Vipi sasa? Kambona akiwa anajiamini aliongea.
Samahani kijana, unaweza kuja tukaonana? Yule Mhindi alijibu. Sawa mheshimiwa, vipi, pesa ipo ya kutosha? Naweza nikaja na mzigo? Kambona aliuliza. Yes, sasa hizo ndio mada za kuzungumza. We njoo na mzigo tuongee biashara. Hayo yalikuwa ni maongezi ya Kambona na yule Mhindi. Siku hiyo ilipita, ila tayari vibaraka wa Mr. Charles walikuwa wamepeleka taarifa kwa bosi wao kwamba Kambona bado yupo. Maana walikuwa wamepeleleza kwenye mjengo wake, waligundua yupo. Ikiwa ni siku mpya, asubuhi, Kambona na Lisia walichukua begi lao la dhahabu na kuita dereva ambaye walikuwa wanamkodi. Basi dakika 10 tu, dereva alifika pale nyumbani na gari yake. Maana akina Kambona gari yao walikuwa wameacha kule porini baada ya kushindwa kuliendesha. Akina Kambona wakiwa wanatoka getini, walianza kufuatiliwa nyuma na gari jeusi, na Kambona aligundua kabisa kwamba wanafuatiliwa, na alijua kabisa watakuwa ni watu wake na baba yake Obedi. Huyu mzee dawa yake inachemka. Subiri sasa, Kambona baada ya kugundua alijisemea kimoyomoyo. Kama kawaida, Kambona na Lisia walienda mpaka kwenye ofisi za yule Mhindi, na kweli walipokelewa vizuri. Yule Mhindi ulikuwa ukifika kwenye ofisi yake, alikuwa hana ubabaishaji wala ubabe. Biashara ilikuwa inaenda kama inavyotakiwa. Basi Kambona na yule Mhindi walifanya biashara ya kila mtu kuridhika, na pesa ziliingizwa kwenye akaunti ya Kambona na akaunti ya Lisia. Baada ya hapo walipiga stori za hapa na pale. Yule Mhindi aliwaomba msamaha kwa kosa la kutaka kuleta tamaa, ila walikubaliana kwamba wataendelea kushirikiana kibiashara. Akina Kambona wakiwa wanajiandaa kuondoka, mara walishangaa kundi la askari wa kutosha wanafika pale ofisini. Wote mpo chini ya ulinzi kwa kosa la kufanya biashara za magendo. Hayo yalikuwa ni maneno ya mkuu wa ule msafara wa polisi. Yule Mhindi ilibidi awe mbishi na kuleta ubabe, kwa sababu alijua ana vibali vyote vya kufanya ile biashara. Pamoja na yule Mhindi kuwa na walinzi wake, alithibitiwa na wale askari kutokana na wingi wa askari waliofika pale. Basi Kambona, Lisia na yule Mhindi walibebwa, na zile dhahabu zilibebwa na askari wakiwa na sababu ya kwamba ni biashara haramu. Shit, Mr. Charles. Mr. Charles sijui ananitafuta nini. Bila shaka ni yeye. Yule Mhindi alilalamika kweli kweli, ila hiyo haikusaidia. Walibebwa na karandinga ya askari. Wakiwa kwenye ile karandinga, Kambona alifanya kama kawaida yake. Ile gari ya askari ilizima ghafla. Askari walijaribu kuikagua ile gari, ila hawakugundua tatizo nini. Hapo ilibidi simu ipigwe kituoni ili gari nyingine iletwe. Wakiwa wanasubiri gari jingine huku wamepaki kile gari jingine pembeni, mara nyuki kutoka kusikojulikana walivamia ile sehemu na kuanza kuandama askari wale, na nyuki wale walikuwa wakali kuliko wale wa kawaida. Hakika askari siku hiyo walikipata cha moto, yaani walipoteana, kila mtu alikuwa anaingia njia yake, ila Kambona, Lisia na yule Mhindi wakiwa ndani ya gari ambayo ilikuwa ya uwazi, wao walikuwa hata hawaguswi. Binti Lisia alianza kumhisi Kambona kwamba huenda sio mtu wa kawaida, kwa sababu tukio kama hilo ilikuwa sio mara ya kwanza kutokea, akiwa naye tena kwenye mazingira kama yale yale. Kambona naye baada ya kuona askari wamepoteana, kila mtu anapita njia yake, yeye alimfuata yule mkuu wa msafara ambaye alikuwa na lile begi la dhahabu. Kambona alimpiga mtama mmoja yule askari, basi yule askari alijikuta yupo chini huku akiwa anaugulia maumivu ya nyuki. Kambona alichukua lile begi na kulipeleka kwa yule Mhindi. Boss, mzigo huu hapo, kimbilia unakojua wewe. Ukikamatwa tena, sisi hatuhusiki. Nadhani tushamalizana. Kambona baada ya kukabidhi lile begi alisindikiza na maneno hayo. Baada ya hapo alimshika Lisia mkono na kukimbia ile sehemu. Wale nyuki walipotea taratibu baada ya Kambona kuwa ashaondoka. Yaani askari wengine walifika na gari nyingine pale, walikuta wenzao wapo hoi kwa maumivu. Kambona na Lisia walikodi bajaji ambayo iliwafikisha mpaka nyumbani kwao, ila Lisia alikuwa anamwangalia mno Kambona. Kambona, naomba niambie vizuri, wewe ni mchawi eh? Lisia aliuliza swali ambalo lilifanya Kambona abadilike sura kabisa, yaani alikasirika mno kuambiwa vile. Kitu ambacho Kambona alikuwa hakipendi maishani mwake lilikuwa ni swala la uchawi au kuitwa mchawi, japokuwa kweli alikuwa ni mchawi. Lisia, futa kauli yako kabla hatujafika mbali, Kambona aliongea kwa jaziba.
Samahani Dia, mimi nimeuliza hivyo kwa sababu tukiwa na wewe kuna mambo mengi ya kimiujiza yamekuwa yanatokea mpaka sisi tunapata msaada. Lisia ilibidi aongee kwa upole. Lisia, mimi nalindwa na mizimu ya kwetu, yaani kila ninapoenda mizimu ya babu inanilinda, ila mimi sio mchawi. Kambona aliongea kwa msisitizo, na aliongea kwa lugha nyepesi kwamba analindwa na mizimu ili mradi asionekana kwamba ni mchawi. Lisia ilibidi yakubali yote, ila moyoni mwake aligundua Kambona ni mchawi kama wachawi wengine, japo uchawi wake ulikuwa sio wa kudhuru watu au kujionesha. Basi siku hiyo ilipita huku Kambona na Lisia wakiwa wanamwagilia tu moyo. Yaani ilikuwa ni maisha ambayo Kambona alikuwa hajawahi kuota kama atakuja kuishi. Alitamani bibi yake walau wafufuke aje aonje matunda anayoyala yeye. Ikiwa ni siku nyingine, Mr. Charles baada ya kuwaosa kosa kina Kambona kule kwa Mhindi na kukosa kila kitu, awamu hii aliamua kuvamia kwenye mjengo wa Kambona. Yaani alituma vijana wake na wengine aliwakodi tu wale wababe wa mitaani. Siku hiyo ikiwa ni majira ya saa 4 usiku, huku Kambona na Lisia wakiwa wanafuatilia tamthilia murua kabisa kwenye TV, Kambona alihisi hatari inakuja. Lisia, hebu ingia chumbani, naona kama nimesikia vishindo huko nje, Kambona alimwambia Lisia. Basi kwa kuwa chumba kilikuwa ghorofa ya juu, Lisia alipanda na kuingia chumbani. Kambona alitoka mpaka nje kabisa. Alipopiga mcho getini, aliona kundi la watu wakiwa wamemzimisha mlinzi na wanakuja ndani. Wapuuzi hawa hawajawahi vamia mtumbu wa vibwengo. Sasa leo wameakanyaga, wataenda kumsimulia huyo aliyewatuma. Kambona akiwa anarudi ndani, alijisemea mwenyewe tena kwa sauti kubwa, na Kambona alipanga kuwapatia adhabu ambayo aliiamini hawataisahau. Je, ni adhabu gani Kambona alikuwa kapanga kuwatia? Kambona aliingia ndani, alifanya dua ambazo anazijua yeye. Baada ya hapo alipanda juu na kuingia chumbani, kisha alilala na mke wake Lisia. Kwanza alifungua na sabufa ya kule chumbani ili asisikie kinachoendelea. Wale vijana wa Mr. Charles walifika mpaka kwenye mlango, ila waliposukuma waligundua mlango upo wazi. Basi wote kwa umoja wao waliingia mule ndani, huku wakiwa wanaona mambo ni mepesi kabisa. Kwanza mjengo wa Kambona ulikuwa na vyumba zaidi ya 40, ukiachana na dining ambazo zilikuwa kama 3 tena kubwa. Basi wale wahuni baada ya kuingia mule ndani walikutana na korido za kutosha. Basi ilibidi wagawane majukumu, kila watu wawili wapite njia yao. Siku hiyo huenda ulikuwa ni usiku ambao wale vijana hawatakuja kusahau maisha yao yote. Yaani siku hiyo walizunguka mule ndani mpaka walichoka. Walijikuta kila wakizunguka wanatokea sehemu ile ile, na mlango wa kutoka nje hawakuuona tena. Ilifika mpaka mida ya saa 4 za usiku, wahuni bado walikuwa wanazunguka na hawaelewi watatokea wapi. Yaani walijikuta wameacha kuwatafuta kina Kambona kama lengo lao lilivyokuwa mwanzo. Sasa walijikuta wameanza kutafuta mlango. Baada ya kutafuta mlango kwa muda mrefu na kuukosa, waliamua kukaa sasa ili wasubiri kesho yake, maana hata simu zilikuwa zimegoma kushika mtandao kabisa. Yaani ndio kwanza balaa lilikuwa linaanza. Wakiwa wamekaa mule ndani, alianza kusikika nyuki mmoja akiwa anakuja, na mwanzo ilionekana kama kitu cha kawaida kwao, ila kadri muda ulivyozidi, idadi ya nyuki ilikuwa inazidi kuongezeka kule ndani. Baada ya lisaa kama limoja hivi, nyumba nzima ilikuwa imetapakaa nyuki na walikuwa wanang'ata haswa. Wale vijana walijaribu kujificha, kukimbilia huku na kule, lakini ni kama nyuki ndio walikuwa wanazidi kuwa wakali zaidi. Na kibaya, vyumba vyote vilikuwa havifunguki, yaani ilikuwa ni mwendo wa kupishana kwenye makorido na kwenda dining. Baada ya maji kuzidi unga, wanaume waliamua kuanza kulia sasa na kupiga mayowe ya kuomba msaada. Hakika siku hiyo walikuwa wameingia chakabovu tena liliooza. Harufu za haja kubwa zilianza kusikika mule ndani, ikiwa ni dalili tosha kwamba kuna wengine tayari walikuwa wameshaachia vitu. Kelele zile wala hazikufanya wapate msaada zaidi ya kuwakera wale nyuki waongeze hasira. Miongoni mwao walizimia kutokana na maumivu kuzidi kipimo, ila baada ya dakika kadhaa walizinduka tena. Ikiwa ni saa 11 kunakaribia kukucha, ndipo wale vijana waliona mlango wa kutoka nje, yaani kasi waliotoka nayo mule ndani ilikuwa ni zaidi ya mashindano ya riadha. Muda huo mlinzi alikuwa ashazinduka, yaani akiwa pale getini aliona watu wanakuja kama mshare pale getini. Kwanza ilibidi ajifiche. Baada ya wale wahuni kutoka, yeye ndo alirudi getini huku akiwa anajiuliza ni kitu gani wameiba kule ndani. Basi kulikucha mpaka asubuhi. Siku hiyo watu wa usafi ambao Kambona alikuwa anawalipa kwa siku walishangaa kweli kweli, maana siku hiyo nyumba ilikuwa imechafuka kuliko siku zote ambazo huwaga wanasafisha. Wao kwa wao waliulizana maswali, lakini hakuna mwenye jibu yoyote aliyejitokeza kujibu.
Taarifa za kile kilichowapata zilimfikia bosi mkubwa ambaye ni Mr. Charles. Kwanza, Charles hakuamini kama ile nyumba ina maajabu ya hivyo. Okay, nitaongea na mkuu wa kituo. Vijana wake wakafanya hiyo kazi. Nyie mmeshindwa na hamlipwi hata senti. Hayo yalikuwa ni majibu ambayo wale vijana waliyapata. Ila waliona acha iwe hivyo, na wengine walijiapiza kutorudia kufanya kazi za hatari kama zile. Mr. Charles alikuwa anajivuna na kujiamini kwa sababu alikuwa anashirikiana na watu wazito wa kiserikali. Zilipita siku 2, Kambona pale kwake aliongeza ulinzi maradufu kwa sababu aliamini Mr. Charles hatokoma kumfuatilia. Basi siku hiyo ikiwa ni majira ya mchana, kimvua kikiwa kinarashia kwa mbali, Kambona akiwa katulia na Lisia chumbani, mara walianza kusikia makelele nje. Kwa kuwa chumba chao kilikuwa ghorofa ya juu na dirisha lao lilikuwa linatazamana na geti, basi Kambona alisogea na kuchungulia upande wa nje kipi kinaendelea. Walikuwa ni askari polisi wamefika pale kuja kupiga msakako na kumkamata Kambona. Na siku hiyo unaweza sema kituo chote kilihamia pale. Basi walinzi wa Kambona walizidiwa na kuwekwa chini ya ulinzi na wale askari. Baada ya hapo askari walizama ndani ili kwenda kuwakamata watu wao. Kambona alichekecha kichwa, aliona wacha afuate sheria bila shurti. Basi Kambona na Lisia walijitokeza na walikamatwa na wale askari huku wakiwa wanachezea kipigo. Kambona na Lisia walifikishwa kituo cha polisi huku wakiwa wamechapika haswa. Lisia alitamani yale maajabu ambayo yanajitokezaga wao wanachoropoka yanajitokeze, lakini ndio hivyo, hayakutokea kwa sababu Kambona alikuwa anataka aone mwisho wa yote. Basi wakiwa pale kituoni, mkuu wa kituo akiwa kaongozana na Mr. Charles walifika na moja kwa moja walielekea mpaka chumba walichofungwa kina Kambona. Nadhani ni muda muafaka wa kuniambia hadhina ziko wapi na mmezipataje. Basi Mr. Charles akiwa na sura ya kumaanisha alianza kuuliza, Mheshimiwa, wewe na watu wako si mlienda porini kufuata hadhina? Sasa unaniulizaje ziko wapi wakati na wewe unajua zilipo? Kambona kwa kujiamini alijibu, na wapo nafasi ya mwisho ya kufikiria na kujiuliza, la sivyo mtajutia maamuzi yenu. Hadhina ziko wapi? Mr. Charles aliuliza tena kwa hasira, ila Kambona alichagua kukaa kimya kama ilivyo kwa Lisia. Basi Mr. Charles na yule mkuu wa kituo walisogea pembeni, kuna kitu walizungumza. Baada ya hapo, yule mkuu wa kituo aliita askari na kuwapa maelekezo. Kambona na Lisia walikuwa wanatakiwa kuhamishwa kupelekwa eneo ambalo ni tofauti na pale kituoni. Basi wawili wale walibebwa mkukumuku mpaka kwa gari, na Kambona alishituka kwa sababu gari ambayo waliingizwa ilikuwa sio ya polisi, bali ilikuwa gari binafsi. Safari ile isiyojulikana inaenda kuishia wapi ilianza. Ila kadri muda unavyozidi kusogea, Kambona alikuwa anashangaa kwa sababu walikuwa wanaelekea pale kwenye ule mjengo wake. Ni kweli ule msafara ambao ulikuwa unasimamiwa na mkuu wa kituo pamoja na Mr. Charles ulienda kuishia kwenye mjengo wa Kambona. Sasa sikiliza, umepewa nafasi nyingine. Kuanzia leo hii nyumba sio mali yako. Nenda kalete documents zote zinazohusu hii nyumba, la sivyo wote mtafia hapa. Mr. Charles halikuwa mtu wa tamaa. Baada ya kuona kuhusu hadhina akina Kambona wametia ngumu, aliamua sasa kupora ule mjengo, na aliamini akina Kambona ule mjengo hawajatumia hata nguvu kuupata. Kambona alijaribu kuhoji kwamba inakuwaje kufanyiwa vile, ila aliishia kupigwa kipigo cha mbwa koko. Kambona aliona sasa maonezi yamezidi. Basi kitu alichofanya, aliwaambia wamsubiri akachukue documents chumbani, na Kambona aliongozana na Lisia. Sasa nyie tumieni janja yoyote kutaka kutoroka, mtakiona cha moto. Mr. Charles aliwaacha waenda wenyewe chumbani wakalete kile anachohitaji, na alijua kabisa hawawezi kuchoropoka kwa sababu alikuwa kaja na askari wa kutosha, huku akiwa anapewa sapoti na yule mkuu wa kituo. Kambona baada ya kuingia chumbani na Lisia, alifunga chumba chake vizuri. Baada ya hapo alifungua sabufa kama ilivyo kawaida yake. Muda huo Lisia alikuwa haelewi bwana huyo anataka kufanya nini. Kambona alifanya dua zake za kitaalamu kama anavyojua. Baada ya hapo alimwambia Lisia watulizane kule chumbani kwao. Upande wa huku sebuleni, Mr. Charles baada ya kuona wawili wale hawashuki kutoka kule juu, alituma askari wawili wawafuate. Askari wale baada ya kupanda ghorofa ya juu, hawakuona mlango wowote zaidi ya korido ndefu. Basi walirudisha ripoti kwa mkubwa kuhusu hali iliyopo huko.
Mr. Charles na yule mkuu wa kituo waliamuru askari wasambae nyumba nzima kuwatafuta Kambona na Lisia. Mr. Charles alijaribu kuwapigia askari walioachwa upande wa nje, ila aligundua network mule ndani hamna. Basi alitumwa askari mmoja aende nje kuuliza kama hawajatoka upande wa nje. Yule askari aliyetumwa alitafuta mlango wa kutoka nje, hakuona. Ilibidi arudishe ripoti. Kizaazaa kilianza kama utani, huku Mr. Charles na yule mkuu wa kituo wakiwa wanafokea askari hovyo hovyo. Ila kadri muda unavyozidi kwenda, mambo yalikuwa yanajipa. Mlango wa kutoka nje ulitafutwa zaidi ya lisali moja, lakini haukupatikana. Mr. Charles alikumbuka stori aliyopewa na vijana wake siku chache zilizopita kuhusu huo mjengo. Sauti za nyuki zilianza kusikika mule ndani kidogo kidogo, na kadri muda ulivyozidi, nyuki walikuwa wanaongezeka. Awamu hii Kambona ni kama alizidisha dozi. Sio nyuki tu ambao walijaa mule ndani, bali hata siafu nao walianza kuzagaa kutokea kusikojulikana. Yaani mpaka inafika jioni, mule ndani mlikuwa hamtamaniki. Ilikuwa ni nyuki wa kutosha na siafu kila sehemu. Mr. Charles kwa mara ya kwanza akiwa ni mtu mzima alijikojolea. Yaani hali ilikuwa sio hali. Kama ni maji tunasema yalizidi unga. Mkuu wa kituo alikuwa anajuta kushiriki kwenye mishe ya kipuuzi kama ile. Mr. Charles, mambo gani haya? Wewe hukujua kama hii nyunga ina mabalaa hivi? Akiwa anaugulia maumivu, mkuu wa kituo alikuwa anamlaumu Mr. Charles. Yaani alikuwa kachanganyikiwa. Bahati nzuri wale askari ambao walikuwa wapo upande wa nje walikuwa bado hawajaondoka. Baada ya kuona wenzao wanatoka ndani wamechanganyikiwa tena kwa kuchelewa, ilibidi wao waingie, na huo ndio ulikuwa msaada wa Mr. Charles na wale askari waliozimia. Mr. Charles na wale askari walienda kazindukia hospitali, huku wakiwa wameiva kila sehemu ya mwili. Yaani yalikuwa ni zaidi ya maumivu ambayo walikuwa wanayasikia. Mr. Charles alijikuta kila akikumbuka kile kilichotokea akiwa mule ndani, mwili wake ulisisimka. Yaani hirizi yake ilikuwa haifanyi kazi tena. Basi palikucha, huku Mr. Charles akiwa na hasira ya kulipa kisasi kwa kijana Kambona kwa kile alichomfanyia. Yaani awamu hii alikuwa kajiapia kwamba akimkamata ni kumpoteza, hakuna mada nyingine. Asubuhi hiyo Mr. Charles akiwa anawaza hayo, kijana Kambona alionekana kwenye kituo kimoja cha TV, tena kilikuwa kituo kikubwa na maarufu. Katika TV hiyo kulikuwa na kipindi maarufu kinachoitwa Wajuze Wajue. Kambona alikuwa anahojiwa juu ya utajiri wake wa ghafla pale mjini na safari ya maisha yake mpaka kufika pale alipo. Siku hiyo Kambona alimwagika kila kitu akiwa live. Mr. Charles nusura haja imtoke baada ya kusikia kwamba aliiba nafasi ya kijana huyo kwenda kusoma Ulaya. Yaani mitandaoni kote siku hiyo, mada ilikuwa ni moja tu: kitendo alichokifanya Mr. Charles cha kupora haki ya mtu. Hali hiyo ilifanya wakubwa waingilie kati. Mr. Charles na mwanaye Obedi waliitwa kwa ajili ya kuhojiwa kuhusu hizo tuhumu. Mr. Charles alikataa kabisa kuhusika na hicho kitu na alidai mwanaye alichaguliwa kihalali. Baada ya kuona mambo yanakuwa mazito zaidi, kesi ile ilipelekwa mahakamani. Yaani ilikuwa ni kesi kubwa kutokana na watu walivyokuwa wanalizungumzia hilo swala mtaani. Mr. Charles, pamoja na kwamba kesi yake ilikuwa inaendelea mahakamani, spidi ya kumuinda Kambona ilikuwa haijapungua kwanza, ndio ilikuwa inaongezeka ili apoteze ushahidi. Upande wa Kambona, yeye alikuwa anazidi kujitanua tu. Yaani alifungua miradi kila kona ya mji. Pia alijenga kituo kikubwa cha kulelea watoto yatima. Baada ya kupita miezi kama miwili, Kambona na Lisia waliamua kusafiri kuelekea kijijini kwa kina Kambona. Na siku hiyo Kambona mwenyewe alikuwa anaendesha gari kwa sababu alikuwa tayari ashajifunza. Kambona na Lisia walisafiri usiku kucha. Mida ya saa 1 asubuhi walifika kwenye kijiji ambacho Kambona alikuwa anakaa na mzee Shoka. Kwanza Kambona alienda kutembelea kaburi la mzee Shoka na kuweka heshima zake. Baada ya hapo alianza safari ya kuelekea kijijini kwao. Japo kijiji chao kilikuwa mbali na njia zilikuwa mbaya kupita na gari, Kambona alilazimisha kwenda na gari ili kila mtu akajionee kwamba yeye ndiyo Kambona. Yakiwa ni majira ya mchana, Kambona kwa mara nyingine, baada ya kupita miaka ya kutosha, alitia mguu katika kijiji chao. Kwanza, pale kijijini kila mtu alikuwa anashangaa kwa sababu
hakuna gari ya kifahari kama ile ambayo ilikuwa imewaifika. Watu walibaki wanashangaa baada ya kuona Kambona ndio mtu aliyefika pale kijijini. Yaani ilikuwa ni stori ya kijiji. Ndani ya masaa machache tu, taarifa zilisambaa kijiji kizima kumhusu Kambona. Kijana Kambona, kwanza wale wote ambao kipindi cha nyuma walionekana walao kumtia moyo japo kidogo, aliwafanyia surprise mpaka wengine walikuwa wanawehuka. Kambona alitoa pesa ambayo hawajai ona maishani mwao. Vijana wengi wao pale kijijini ndio wale ambao Kambona alikuwa anasoma nao. Yaani kila mtu alijikuta anajisogeza kwa Kambona na kujitambulisha ili mradi aonekane anajuana na boss. Pia Kambona aliwakumbuka vyema wale vijana ambao walimpora pesa zake na mwishowe akawachomea nyumba. Siku hiyo lilikuwa ni funzo kubwa mno pale kijijini kuhusu kitu kinachoitwa upendo. Japokuwa asilimia karibia 99 katika kijiji kile walikuwa hawampendi Kambona na bibi yake, ila Kambona siku hiyo aliamua kugawa pesa za kutosha kwa watu ambao yeye aliona wanafaa. Mwishowe aliahidi kujenga kituo cha afya kikubwa pale kijijini. Ndani ya muda mfupi, Kambona aligeuka ruru pale kijijini. Yaani alitungiwa nyimbo za ushujaa ndani ya dakika chache tu. Kila mtu alikuwa analiimba jina la Kambona. Katika mazingira ya kushangaza na vitu vya kushangaza, kuna bwana mmoja pale kijijini alijitokeza na kuleta maada ambayo iligeuza sura ya Kambona kutoka kwenye furaha kuja kwenye huzuni. Samahani kama nitakuwa nakosea, kiukweli mimi ni baba yako mzazi. Mimi nilitembea na mama yako ndio akapata ujauzito wako. Samahani kwa kuchelewa kujitokeza mapema. Hayo yalikuwa ni maneno ya mwanaume mmoja ambaye aliona potelea pote, wacha ajaribu bahati yake, huenda akawa baba wa tajiri. Kwanza, Kambona baada ya kusikia hayo maneno, mwili mzima ulisisimka kama kapigwa na ganzi. Koo lilimkauka ghafla kwa hasira, yaani midomo ilikuwa inatetemeka isivyo kawaida, maana alikumbuka stori aliyopewa na bibi yake kuhusu mama yake alivyoteseka wakati wa kumzaa na hata alivyoingiliwa kimwili kwa lazima mpaka yeye kupatikana. Vizuri, wewe ndio baba yangu mzazi, si ndio hivyo? Kambona akiwa na cheka kwa hasira aliuliza. Muda huo karibia wanakijiji wote walikuwa wamejazana eneo lile. Huyo muongo, mimi ndio baba yako. Huyo anataka pesa tu. Kambona, mimi ndio nilikuwa wa kwanza kulala na mama yako kabla ya wote. Nina uhakika wewe ni mwanangu. Mwanaume mwingine kwa kuona mwenzake ambaye siku ya kubaka walikuwa wote kama atafaidi sana, ilibidi naye ajiingize kwenye kinyang'anyiro cha kumwania Kambona. Chezea pesa wewe, kipi kitajiri? Huyo muongo, mimi ndio baba yako. Huyo anataka pesa tu. Kambona, mimi ndio nilikuwa wa kwanza kulala na mama yako kabla ya wote. Nina uhakika wewe ni mwanangu. Mwanaume mwingine kwa kuona mwenzake ambaye siku ya kumfanyia vibaya Betina walikuwa wote kama atafaidi sana, ilibidi naye ajiingize kwenye kinyang'anyiro cha kumwania Kambona. Kambona alimwangalia na yule mwingine, yaani kwa hasira ambazo alikuwa nazo, alikuwa kama anacheka vile. Sasa nimuelewe yupi? Nani ni baba yangu? Kambona aliuliza akiwa anajifanya yupo kawaida. Basi wale watu walijikuta wameanza kubishana. Alijitokeza mwingine watatu, naye alianza kubishia na kudai Kambona ni wake. Yaani ulikuwa ugomvi mkubwa mpaka walijikuta wameanza kupigana. Pumbavu zenu. Hamna hata aibu. Kumbe nyie ndio mliombaka Betina kipindi kile. Leo hii mmejiumbua wenyewe. Mna akili kweli nyie? Bi Mwadhani ambaye kipindi cha nyuma alimsaidiaga Kambona kumzika bibi yake, alijitokeza na kuanza kufoka huku pua zake zikiwa zinapanda na kushuka. Bibi haina shida ya kuwakalipia. Mimi nataka kumjua baba yangu kati yao ni yupi. Hilo ndio lengo langu. Hayo mengine nishasahau. Kambona alimjibu yule bibi kistaarabu kabisa. Kambona, kaa kimya. Wewe hujui jinsi gani Betina aliteseka baada ya kufanyiwa kitendo cha kile cha ajabu na hawa wapuuzi. Alafu leo hiyo unasema nikae kimya. Yule bibi alikuwa haofii kwamba Kambona ni tajiri ama la. Yaani ilikuwa ni mwendo wa kupayuka tu. Basi Kambona alimuuliza yule bibi na kumwambia asijali. Siku hiyo Kambona aliwaaga wanakijiji wote kwa amani, akiwa ameahidi kurudi baada ya siku kadhaa ili kuja kuanza mchakato wa kujenga kituo cha afya. Na wale waliodai ni baba zake, Kambona aliwaambia waongee vizuri na kuyajenga ili akirudi mwingine amkute baba yake ashajulikana. Na Kambona alikuwa na lengo lake kufanya hivyo. Safari ya Kambona na Lisia kurudi mjini ilianza huku Kambona akiwa na hasira mno na wale waliodai ni baba zake. Kambona alifika mjini usiku wa manane, na kulipokucha tu asubuhi ilikuwa ni siku ya kusomwa kwa hukumu ya Mr. Charles baada ya upelelezi wa kina kufanyika. Pele mahakamani,
Siku hiyo kila mtu alibaki na maswali mengi kichwani na mshangao mkubwa kwa namna kesi ile ilivyogeuzwa. Yaani Mr. Charles alionekana hana kosa lolote kwa sababu ilikuwa ni halali mtoto wake ndiyo alichaguliwa na sio Kambona. Kijana Kambona alimwangalia yule hakimu aliyetoa ile hukumu mara mbili. Hakuamini kilichotokea. Yaani kiufupi, hakuelewa mchezo ulivyochezeka mpaka Mr. Charles kushinda ile kesi. Maana siku zote za nyuma, kesi ile ilivyoendeshwa ilionekana kumwelemea Mr. Charles. Hapo Kambona alijua ni vita mpya kabisa kati yake na Mr. Charles. Kambona, mimi naomba tushirikiane tumpoteze Mr. Charles, maana aliwaondoa duniani wazazi wangu na mimi nataka nilipe kisasi. Basi siku hiyo Kambona akiwa amerudi nyumbani na Lisia, hilo ni wazo ambalo Lisia lilitoa. Kambona alikuwa haelewi atampata bibi Mr. Charles na kumweka kwenye kona ambayo itambananisha vyema. Wiki moja ilipita huku Kambona na Lisia wakiwa bado hawajapata njia ambayo itafanya Mr. Charles akutane na mwisho wake. Siku hiyo Kambona na Lisia walikuwa wapo kwenye gari yao kama kawaida, wametoka kwenye matembezi. Wakiwa njiani, ikiwa ni majira ya saa 2 za usiku, waliona kuna gari imewazuia mbele, huku kundi la watu wakiwa wamejaa mbele ya lile gari. Kambona alipotaka kugeuza kutaka kurudi alikotoka nako, tayari walikuwa wamezungukwa. Yaani kiufupi, waliwekwa mtu kati. Basi Kambona na Lisia wakiwa bado wapo ndani ya gari, mara zilifika njemba kama 2 na kuwanyoshea bastola. Wawili wale walijikuta wanakamatwa. Kwanza walizimishwa kwa kupuliziwa dawa, baada ya hapo walibebwa. Kambona na Lisia walijikuta wapo sehemu wasioijua, huku Mr. Charles akiwa mbele yao kashika mguu wa kuku, tena sura yake ikiwa imekaa kishari zaidi. Kambona alijikuta akili ya haraka inamjia, wakati huo Lisia alikuwa anatetemeka tu muda wote. Mzee, nimekubali aishe, hadhina tutaenda kukuonesha zilipo, mguu kwa mguu, ila usituue. Kambona alitoa kauli ambayo ilifanya Mr. Charles avue miwani kwa mshangao. Kwanza aliona kama anaota hivi. Kama unamaanisha kuwa unachokiongea, basi tuondoke saizi, na baada ya kunionesha, utakuwa mzima wewe na huyo mwenzako. Na sio kuwa wazima tu, bali kuna zawadi ambayo mtapewa tena kubwa. Mr. Charles alijikuta anaanza kuongea kwa mizuka, huku akiwa anaona jambo lake linaenda kutimia. Kambona alikubali kila kitu alichokambiwa na alitoa masharti yake. Mr. Charles, kwa kuwa sikuamini, kabla sija kukabidhi hizo hadhina, itabidi tufanye kitu kimoja. Uniingizie pesa kwenye akaunti yangu na ile nyumba yako unikabidhi na kunimilikisha, maana najua wewe utapata mara 10 zaidi ya hivyo. Hilo lilikuwa ni sharti la Kambona, ambalo lilifanya Mr. Charles atabasamu. Sawa, nitafanya hivyo, ila mpaka nithibitishe kwamba kweli hizo hadhina zipo. Mr. Charles alikubali kirahisi, maana alijua akipata hivyo vitu, atawapoteza Kambona na Lisia na vitu vyake vitarudi. Wawili hao walikubaliana kila kitu na kiwango cha pesa ambacho Mr. Charles anatakiwa kutoa. Baada ya hapo, usiku huo huo, Mr. Charles alianza safari na kina Kambona kuelekea porini, huku Mr. Charles akiwa na mpiga ramuli wake ambaye alikuwa anamwamini pamoja na walinzi wengine. Majira ya asubuhi kama saa 3 hivi, walikuwa wamefika eneo la tukio. Mr. Charles alipomuuliza mtaalamu wake kama kweli hadhina zinasoma pale, alikubali kwamba ni pale. Mr. Charles, shimo lenyewe ni hili. Kabla hatujaingia kuwaonesha hizo hadhina, tukabidhiane kabisa kila kitu. Baada ya kufika pale kwenye shimo, Kambona aliendelea kumshawishi Mr. Charles. Kijana, mimi nina akili kuliko wewe. Mara ya mwisho kuja hapa, vijana wangu walipotelea huko ndani. Sasa sikiliza, na kutuma wewe na vijana wangu wawili kwanza wakathibitishe kama kweli huko ndani kuna hadhina. Baada ya hapo, ndio tutafanya makabidhiano. Mr. Charles naye hakuwa mzembe kihivyo. Kambona alikubali sharti la Mr. Charles. Ni kweli, Kambona, Lisia na walinzi wawili wa Mr. Charles walizama kule ndani. Baada ya lisaa kama limoja kupita, Mr. Charles alishangaa Kambona na Lisia wanatokea upande mwingine, huku wakiwa wamelowana, na sio kwenye lile shimo. Kitu kilichomtoa macho zaidi, walikuwa wameshika pisi 2 za dhahabu zikiwa zinang'aa. Ehe, vijana wangu wako wapi? Mr. Charles baada ya kuona Kambona na Lisia wapo wenyewe, ilibidi aulize. Wao wamebaki huko chini, wamesema wanalinda hadhina, maana hawaniamini naweza nikawatoroka nikarudi kuzihamisha. Kwa hiyo tumechukua pisi 2 kwa ajili ya kukuonesha kama ushahidi. Kambona alichunga uongo, ila ukweli ni kwamba wale walinzi wawili walikuwa wameenda na maji kule ndani. Mr. Charles alichachawa mno baada ya kuona zile dhahabu, yaani akili ni kama iliruka. Basi ilibidi ahamishe pesa kutoka kwenye akaunti yake kwenda kwenye akaunti ya Kambona muda ule ule,
Pia alisaini kwamba nyumba zake anamuuzia Kambona, na ushahidi wa video ulirekodiwa kabisa pale porini, na Mr. Charles alifanya hivyo kwa sababu alijua akishapata hizo hazina atawageuka Kambona na Lisia na kuwapoteza. Baada ya kila kitu kukamilika, Kambona na Lisia wakiwa wanaongoza kundi zima walizama kwenye lile shimo, yaani Mr. Charles na walinzi wake wote pamoja na yule mpiga ramli wake wote walizama kule ndani. Ilikuwa inatisha na kuogopesha kutokana na zile maiti kule ndani, ila kwa kuwa Mr. Charles alikuwa na uhakika kwamba mali ipo, alijipa imani. Baada ya kufika kwenye kile chumba kilichojaa sanamu, hapo kizazando kilianzia. Kwanza Mr. Charles alipofika tu alikuta wale vijana wake wawili waliotangulia mwanzo wakiwa chini wamekufa. Kabla hajauliza chochote, alikula bonge la kofi kutoka kwa moja wa sanamu. Hakika Mr. Charles alijuta kuingia kule ndani, yaani alikuwa anakufa anajiona. Yale masanamu watu hakika yalikuwa yanatekeleza swala la ulinzi ipasavyo. Wale wote ambao hawahusiki na wanania ovu na zile hadhina walionyeshwa chamota pale pale, na huo ndio ulikuwa mwisho wa Mr. Charles. Kambona na Lisia walichomoka kule ndani wakiwa washindi, yaani adui yao alikuwa kashateketezwa na kuondolewa duniani tena kwa faida, maana walikuwa tayari wamekabidhiwa jumba na pesa za kutosha. Kambona na Lisia walirudia mjini na kuendelea na maisha. Baada ya wiki moja, taarifa zilizagaa kwamba Mr. Charles kapotelea kusikojulikana na gari yake ilikutwa huko porini. Mr. Charles alijaribu kutafutwa lakini hakupatikana, na hapo kila mtu ilibidi aamini lake. Wengine walisema huenda yupo kuzimu, wengine huenda alikosea masharti ya utajiri, yaani kila mtu aliamini lake, kwa sababu Mr. Charles alikuwa kapotea kimiujiza. Baada ya miezi miwili, Kambona na Lisia ndio walikuwa habari ya mjini. Yaani ilikuwa haipiti siku bila wao kutajwa kwenye maredio na TV. Na hiyo ilitokana na misaada ambayo walikuwa wanatoa kwa jamii. Kijana Obedi na familia yao walitimuliwa kwenye mjengo wao kwa sababu tayari ilikuwa ni mali za Kambona. Kambona alienda kujenga hospitali ya kisasa kijijini kwao na kujenga shule ambayo kila mtoto alitakiwa kusoma bure. Hakika jina la Kambona liligeuka wimbo wa taifa kwa wanakijiji wote. Wale waliojifanya baba zake na Kambona na kugombana kabisa kwa ajili ya tamaa zao za maisha mazuri walijikuta wanatiwa ndani miaka 30 wote kwa kosa la ubakaji. Yaani Kambona hakutaka kujua kati ya wale waliomfanyia kilo kitendo kiovu mama yake nani baba yake. Yeye alitia wote ndani. Hakika Kambona aligeuka shujaa, sio kijijini kwao tu, bali aligeuka shujaa nchi nzima kutokana na misaada ambayo alikuwa anaitoa. Na maisha ya Kambona na Lisia kila mtu alitamani kuyaishi kwa sababu walikuwa hawana majivuno wala makuu kisa wao matajiri. NB, ni mbaya kwa mtu uliye hai kukata tamaa hata kama utakatishwa tamaa vipi. Na mara nyingi tunakatishwa tamaa na watu wa karibu. Kwa hiyo piga moyo konde, pambana. Hata kama ni jirani yako anakukatisha tamaa, mwiko kukata tamaa, pambana. Mwisho kabisa wa simulizi yetu ya shujaa aliyedharaulika, usisahau kusubscribe kwa ajili ya simulizi zingine nzuri zaidi.